Bana, picha letu linaanzia hapa sasa. Kuna mwamba alikuwa anaoga bwana bafuni. Sasa wakati anaendelea kuoga pale aisee, huko anazozana sana na mke wake huyu mwamba. Sasa wakati anaoga bwana, mke wake akaja huko akamzimia maji. Kisa na sababu utazijua mzee. Mwamba amezimiwa bomba hilo, sasa shawa imeacha kumwaga maji afu mzee ana mapovu kibao. Mwamba akajua kabisa, yani alomzimia maji hapa ni mke wake. Sasa hakuna jambo jingine zaidi ya kwenda tu nje aisee kukiwasha naye. Mwamba ikabidi atoke nje sasa aweze kwenda kuzozana na mke wake. Ndio anafika nje, mke ameshika fagio, mzee anamwambia, "Yaani wewe ukisogea hapa mimi kupasua. Mwanaume gani wewe ulipi hata kodi humu ndani, ulipi bili za maji, afu unajimwaga humu ndani unachezea maji aisee, unaoga unajiona kama umefika vile. Wakati mimi ndo nasimamia kila kitu." Mama anamwambia, "Sasa ndo unizimia wakati mimi nilikuwa naoga, uone nina povu la kutosha." Mwanamke anamwambia, "Sasa huko uendi na kama mwanaume pita hapa nikuchape uone." Mwamba anapitia vitimbi kwa sababu tu hana kazi, yani ni mume ambaye amekaa tu nyumbani atafuti. Hapo amepewa kazi kama zote, leo alee mtoto, huku andae nyanya kwa ajili ya kuandaa msosi hapo aweze kujilia. Wakati huo mwanamke yeye kazi yake ni kujipodoa mzee. Mkubwa yupo ndani huku anaendelea kujipodoa. Mwamba anapitia tabu sana. Sasa Mwamba kashaandaa kila kitu, ndo anakuja ndani huku kumuona mkewe. Huku amechoka vibaya mno sasa. Anaanza kuonyesha hata ule muonekano wa kuchoka. Mwamba anafuta mpaka na uso aisee. "Nimechoka sio kidogo." Mke anamwambia, "Umetoka kati kuna nguo za kukunja. Yaani ukimaliza hapo ukunje hapa. Hebu nenda kamalize haraka huko kupika uje ukunje hizo nguo mzee. Mimi sina utani hapa. Yaani ni kazi juu ya kazi. Mimi nitoke niende kazini, wewe uandae kila kitu cha nyumbani mzee." Oya mwenetu je bwana anapitia kasheshe aisee na kitimbu cha kutosha kwa mke wake. Sasa ikabidi Mwamba aweze kwenda tu akaandae msosi bwana, si ndio? Mke kashasema hana cha kusema, inabidi tu atie amri za mwanamke. Mwanamke anajipodoa anajiandaa aende kazini. Tukija upande wa pili bwana, kuna madamu mmoja hivi ambaye anamiliki makampuni hapo mjini pamoja na mume wake. Sasa leo anajiadaa hapa anamkoshakosha mumewe. Mume anamwambia, "Sitaki usumbufu mzee. Yaani mimi sitaki usumbufu kabisa." Huyu bwana mwanaume hana hisia na mwanamke toka alivyomuoa, yani hana hisia naye mzee. Amtimizii malengo wala mambo fulani vile mzee ampi. Kwa anamnyanyasa bibi, anamwambia hata vyakula vyako ulivyopika kula mwenyewe. Yaani bibi hili linamtesa. Yaani mwanaume kila anachomfanyia asikii. Alo, pia naye ni mwanga wa pili wa ndoa. Tumemwona Mwamba Jay ni mwanga wa kwanza, afu na mwanga wa pili wa ndoa. Sasa Mwamba Jay anaambiwa na mke wake leo, bwana mimi natoka naenda kazini, wewe ndio utabaki na mtoto hapa ndani utamlea. Na ndio kuanzia leo haya ndio majukumu yako. Utakuwa ukimlea dogo yani. Na hakuna kunipinga. Unasemaje? Unacho cha kusema? Wewe ni mwanaume, kama unacho cha kusema nenda kazini. Unaweza kwenda kazini. Bye bye. Mimi naenda kazini mzee. Baki na mtoto uendelee kulea aisee. Bwana mume bwege limeachwa ndani hapo linalea. Yaani anamdharau mume wake kwa sababu tu ana kazi. Sasa wakati ule upande wa pili kwa mwanga mwingine wa ndoa kwa madamu huko. Mume amekuja aisee kumwangalia mkeo, anamkuta analia, yani kamwangalia tu afu hajamwambia chochote. Muuni anatoka, yani anaondoka zake, yani ajali kwa lolote linaloendelea kwa mkewe. Yani wewe mimi unisumbui. Mwanaume anaondoka anamwacha mkewe. Sasa mume wake na madamu yeye kabisa anasupport mapenzi ya jinsia moja. Yani ushoga ndo wa kwake aisee, anakula wanaume wenzie ndo vitu anavyopenda. Kwa amuelewi madamu kabisa, anamuona hata analaza mzee. Sasa tukija upande mwingine huku kwa mwenetu je, ameamua leo kabisa kutoka ingie zake mtaani akatafute kazi. Amechoka kunyanyaswa na mkewe. Sasa ameingia kwenda kutafuta kazi, anatafuta kazi na mtoto aisee. Ataenda kupata kazi kampuni gani? Bwana mwenetu anasubiria bodaboda hapo huko anabembeleza mwanae aende kazini. Halo, bwana je ana mtihani, anaona nateseka sana. Ngoja nikatafute kazi ili nije nimuonyeshe huyu mwanamke. Naenda na huyu mtoto kazini. Mwenetu amepigia pamba zake ameenda kuomba kazi. Sasa ndo amekuja kwenye hii kampuni. Hii kampuni huku inamilikiwa na huyu madamu aisee. Madamu anapokea simu anaambiwa kuna mwamba hapa anaomba kazi aisee, yupo hapa nje anakusubiri. Akamwambia hebu mwambie aje. Bana sekretari huku sasa ndo anatoa taarifa bana, baada ya kuruhusiwa amwambie Mwamba je aende ndani. Kwa anaambiwa bana madamu anakuita, nenda ndani huko ukazungumze naye ili tuweze kufanyia interview. Sasa Mwamba anamwambia dada aisee, bwana nishikie mwanangu bwana ili mimi nikapiga interview. Anambia hivi unaniona mimi sina akili hapa? Naweza nikakushikia mtoto, mabosi zangu wakinikuta watanionaje? Wewe pambana na hali yako, huyo mtoto ni wa kwako. Huwezi kunipa mimi mtoto hapa, niko ofisini. Wewe nenda na mwanao ukafanye interview. Mwamba anajitetea anambia kaa naye kidogo, mimi naenda namaliza. Dada anambia hapana, yani siwezi kukusaidia. Huwezi kufanya interview, tembea zako mzee. Wewe ingia tu kwa madam huko mkazungumze. Mimi siwezi kukaa na mtoto wako kabisa. Sijaja kulea watoto hapa. Asije yeye anaona sio mbaya bwana. Mimi nitaingia na mwanangu hivyo hivyo nitaenda kupiga interview. Ikabidi aweze kuchukua vyeti vyake pale aingie ndani aisee akakutana na huyo madam aweze kupiga hivyo hivyo kibisha akiwa na mtoto. Sasa amefika madam mwenyewe anachangaa anambia, "Wewe ni nani?" Mwamba anambia, "Mimi ndo nimekuja kuomba kazi hapa, nimekuja kupiga interview hapa aisee." Sasa madam anamshangaa, "Ni umekuja kupiga interview na mtoto? Huyo mtoto ni wa nani?" Mwamba anambia, "Mtoto ni wa kwangu." "Haya niambie kwa nini umekuja na mtoto?" Ndo anamuelezea anambia, "Bwana mke wangu ameniachia mtoto mimi niweze kumlea kwa sababu sio mwanaume mtafutaji. Kwa hiyo itabidi nibaki na mtoto nilee yeye aende zake kazini afu mimi nije nitafute kazi." Na nyanyasa kinoma. Madam anambia, "Nipe vyeti nikague." Madam anaangalia vyeti wakati anakagua vyeti vya Mwamba. Anaona kabisa bana huyu Mwamba mbona amesoma aisee. Mbona kitabu kipo kabisa na anafaa kabisa kuwa Mwamba kabisa. Mwamba amegonga GPA za kutosha. Huyu anaweza kainua kampuni yetu. Kilichobaki ni kwenda kumfanyia tu interview. Huko anamwangalia Mwamba anaendelea kulea mtoto. Madamu hii inamgusa kwa sababu naye ni mwanga wa ndoa. Wakati wa nje huku kuna Mwamba ana discuss na bibi anamwambia, "Bwana eti kuna jamaa amekuja hapa kuomba kazi eti na mtoto afu mimi nimbebe mtoto." Unaona hilo ni la kawaida naweza nikalifanya. Dakika mbili madamu akatokea akamwambia, "Mna discuss umbea gani? Twendeni tukampige Mwamba interview huku. Mna kazi ya kuongea uongo. Tembeni kama hamna kazi. Hebu twendeni changamkeni."
wanaenda kumfanyia assessment jamaa sasa, ili waweze kumpitisha aweze kufanya kazi. Sasa Mwamba amefika, huyo anayefanyiwa interview ni nani? Ni Mwamba J. Cheki anawapa mpaka na makaratasi, yani anajibu maswali afu anaelezea ni kampuni tutakavyonyanyua mzee, kwa kupiga hivi na hivi. Yani Mwamba sio amepiga kitabu, hajakalili mzee, anajua yani kama alishai kumiliki makampuni kabla. Sasa anawashushia darasa, anaambia tukifanya hivi, tukaingia hapa tukatokea pale mzee, yani lazima tulipate goli. Yani kampuni yetu itakuwa ni kubwa sana hapa mjini aisee, tutapiga vibaya mno na hakuna atakaye tupinga, madili yote tutachukua na mabosi wote. Ikabidi Miamba aweze kumpigia makofi. Bana, hakuna mtu kama huyu aisee, hii itamtengenezea hata wivu kazini. Basi watu wote wameweza kumkubali, akamwambia unafaa kabisa, madam mwenyewe amelipitisha, akasema na vitu vyako vinaruhusu na kazi umepata. Sasa amekuja huko na fulana anamchezea mwanae, anamwambia baba amepata kazi leo, si ndio? Anamwambia na mkewe, bwana nimepata kazi aisee, nimepata kazi, silei mtoto tena aisee. Hii jambo linamuumiza sana mkewe. Mkewe hataki huyu Mwamba apate kazi. Sasa ndio anamshangaa, hapa amepata kazi, mama amemind aisee, hataki huyu Mwamba apate kazi, anataka endelee kuwa mtumwa wake hapa, endelee kulea. Sasa kuna jambo jingine wewe ulijua, huyu Mwamba anahangaika kulea sana huyu mtoto akijua ni wako, kumbe ile goli ameuziwa. Sasa tukija upande wa pili, madam leo boss lady amekaa na muanza Mwamba, anamkumbuka Mwamba bwana aliyekuja kazini na mtoto kuomba kazi. Alafu visa alivyomuelezea, yani anaonekana anateseka kwenye ndoa kama anavyoteseka yeye. Madam anawaza kabisa, anaanza kumuonea huruma Mwamba. Halo, picha ndio limeanza tu. Sasa tukija upande wa pili kwa Jay ametulia huku usiku, mke analala, anachacha, anaambia eti wewe uendelee kulea mtoto, mimi nipige usingizi, wewe si mumebwege tu. Halo, anateseka vibaya. Sasa madam leo ofisini bwana amemuita Mwamba. Sasa amemuita, anamwambia wewe bwana, mwanao yuko wapi? Kwa hiyo umekuja na mtoto leo pia kazini? Mwamba anamwambia yeye nimekuja naye, yuko ofisini kwangu. Anamwambia hebu niletee huyo mtoto mimi nimlee. Hakuna shida. Yaani madam anamuonea Mwamba huruma kiasi kwamba anakubali kumlelea na mtoto kabisa. Mlete mimi nitamlea hapa, nitambembeleza. Jamaa anamwambia hapana madam, ni mzigo wangu, kwa mimi nitaendelea nao. Madam anamwambia naomba na niombi limetoka kutoka kwangu, niletee mtoto mimi niweze kumlea, endelee kufanya kazi. Yaani madam ameanza kumkubali Mwamba, anaona kama bi mkubwa hawezi kulea, ngoja mimi nimsaidie kulea mtoto huyu. Sasa anamwambia kaniletee mimi dogo nimlee hapa, nikae naye, wewe endelea kupiga kazi ofisini kwa sababu mimi sina kazi nyingi. Mwamba anaenda kinyonge, anasema oho, mbona kama nitakosa kazi? Madam tena ale. Madam kachukua mtoto asicheke anavyo play part yake, analea mzee kama wamama wengine, tena vibe kinoma. Mpaka Mwamba yeye anakuja huko nje anachungulia, madam kule analea mwanangu au ni namna gani vipi? Anakuja kumchungulia. Sasa anasema hebu ngoja hata ni zoom kidogo bwana kwenye mlango hapa, nione kinachoendelea huko ndani, mwanangu analelewa au madam tu analeta mizinguo mzee. Sasa si ndo anachungulia, anakuja kuona ndani kinachoendelea, anazumu sasa, anavuta mlango hivi, anamzumu bi mkubwa huko ndani. Amini anachokiona, anamuona mzee baba madam boss lady anamlea mtoto yani kama mwanae vile, afu yuko busy. Madam anafaa kumchekesha mtoto na vibe kama lote, mpaka dogo ametulia, yani dogo ali wala ongee chochote, ametulia tu kimya hapo. Madam anajua mzee, yani jamaa anahisi kama mbona kama nimepata limke fulani hivi, mpaka Mwamba anafurahi, yani huyu ni madam au ni nani? Mbona ana roho hivi, afu ni boss mzee, ni nani atakubali uje kwenye kampuni yake na mtoto alafu akupokee kama hivi, alafu mida ya kazi anakusaidia kulea? Madam yuko busy na anabonyeza kompyuta huko analea mtoto. Umeona bwana, hao ndio mama wanatakiwa kuweka ndani kwenye familia. Mwamba anafurahi sana, anajua jembe lake linalelewa pale, lakini ili jembe bwana sio lake. Huyu mtoto hata mke wake alimchepukia bwana, alafu akamuuzia Mwamba mimba kwamba ni mwanae. Yani anateswa na yote haya, alafu pia mtoto sio wake, lakini Mwamba hana anaolifahamu, anajua analea toto lake. Yani cheki huko nje ana vibe kama lote, anacheka anasema mwanangu amepata mtu wa kulea. Sasa nini, ngoja mimi niendelee kupiga kazi tu ofisini. Madam naye akirudi maeneo ya nyumbani huko kila siku, yani akirudi nyumbani mumewe anatoka. Anamwambia kwa nini unatoka? Yani mume anaona kabisa ngoja mimi niwahi utamu huko, akaendelea kufanya ngono na wanaume wenzie. Hilo madam alijui, anachangaa huyu mbona anielewi. Yani ana hisia kabisa na mimi, kumbe Mwamba ana hisia na mtoto wa kike yoyote. Yani anapenda wanaume wenzie, yani anawanyanyasa kijinsia. Yale mambo fulani hivi ya kuharibu watoto za watu ndo Mwamba ndo mipigo yake, yani na wanaume wenzie. Madam anachoka, yani anakosa huduma zake za ndoa na haki zote za msingi, wanapewa wauni huko nje, na wauni wenyewe ni wanaume mzee, so dada kwamba ni makahaba, hapana. Sasa tukija ofisini leo bwana, watu wamepanga project hapa, ndo wanamuelezea, wanamwambia bwana Mr. J hapa ameandaa project ya kuweza kushawishi mabosi wengi kuhifadhi, kuanza kuinvest kwenye kampuni yetu. Kwa hiyo naona kabisa J anaweza kuwakilisha kazi hapa, kaenda kutupigia kazi nzuri. Mwamba kila kitu anamuongelea J. J mwenyewe azungumzi, lakini Mwamba anamzungumzia kwa sababu ametokea sana kumkubali J na anaelewa kazi zake. Madam anamwambia mbona unamzungumzia sana J wewe? Si umwacha azungumze mwenyewe. J azungumze mwenyewe, aelezea tujue kabisa yani hapa kinachoendelea ni nini na anataka kufanya nini. J mpango wake bwana ni kuinua kampuni. Amekuja na plani mpya sasa, na anamwambia madam yani tunataka kuinua kampuni, tukaongea na baadhi ya mabosi kuweza kuinvest kwenye kampuni yetu na mimi ndo nitakuwa mzungumzaji mkuu Madam ndo kama hivyo na madam ameipitisha, ameikubali, anasema kama J wewe ndo umeona kabisa inafaa hili, basi inafaa mwenetu, wewe kapige hiyo kazi. Mwamba anamwambia poa madam, mimi tutashirikiana kwa pamoja tutapiga. Na J kabla ya kuondoka yeye kama kawaida ni mcheshi vibaya mno, anaongea na marafiki zake, anaagana na wafanyakazi wenzie, alafu ndo anaweza kutimba nyumbani. Watu hawajui anachopitia nyumbani ndoa hizi. Sasa ndo wamekuja kutimiza mpango kazi wao, ndo wamekutana na bosi. Sasa hapa wanakuja kuongea na bosi, wanamuelezea J anamvunjia bosi, anaingia hapa na pale, anamuelezea jinsi kampuni itakavyofanya kazi na mambo mengine yatakavyoendelea na jinsi atakavyofaidika, mpaka bosi anaona mambo dole bwana. Mwana mimi sikupingi, bosi amekubali kuinvest. Yani bwana kuja kwa J kwenye kampuni mambo yanaenda BABA. Matajiri kama wote wanakubali michongo ya Mwamba,
wanaambia kabisa kwa mradi na project ulizozianzisha mambo yataenda kabisa, mimi nawatakia baraka, endeleeni. Miamba wakaendelea kufly, wakaangiza na mvinyo kabisa, wanakula mvinyo huko wanapeana stories za maisha. Ikabidi bibi amuelezee bwana mkubwa shida anayoipitia kwenye familia yake. Hajaye kupewa tendo la ndoa, mwanangu toka afunge ndoa na mwanaume wake, yani hamna kazi anayomfanyia, yani mpaka inanifikia wakati mimi natamani sana kulewa. Yani bibi analewa vibaya mne, Mwamba anambia usinywe sana bwana, inatosha, hata kama unapitia stress sio lazima unywe hivyo. Bibi anambia acha tu, kwa nao yapitia lazima ninywe. Yani sisi wote ni wahanga wa ndoa, kwa nini tusinywe? Acha tuburudike. Bibi imebidi amfungukie Mwamba kila kitu. Mwamba anambia hapana, usinywe sana, itabidi tu nikuchukue nikupeleke nyumbani. Mambo ya kunywa pombe haya utakuja uzidiwe hapa. Bibi kweli yani ni yoi, amezidiwa vibaya mno. Kachukua mkoba, anajaribu kuamka waondoke zao, chali yani anashindwa kuondoka kabisa, pombe zimemkaa. Mwamba ikabidi amchukue tu amkokote kibishi. Asa Mwamba je amemchukua bibie, madamu wake anaondoka naye, wapo kwenye ndinga. Sasa na madamu amelala, amepitiwa na usingizi kama wote, pombe ni kali, haelewi pa kumpeleka. Ikabidi tu azunguke na gari hapo mjini mpaka kuna kucha, maana ajui anampeleka madamu wapi. Sasa kazunguka naye usiku mzima mpaka inafika asubuhi. Madamu ndo wa kwanza kushtuka, yani wamelala wamepaki gari tu kando. Bwana je aliamua kupaki gari walale zao. Sasa bi mkubwa ndo anashtuka, anashangaa, bwana mbona sijafika nyumbani, tuko wapi hapa? Anamshtua na Mwamba, je mbona tupo kwenye gari usiku mzima, tulikuwa hapa. Mwamba anambia usiku mimi sikujua pa kukupeleka, kwa hiyo ikabidi tu nipaki hapa tupige usingizi, na sikuweza kuamsha kwa sababu ulilewa sana, yani usingeweza kuamka. Madamu anaambia sio mbaya, anaangalia kwenye saa, anamwambia bwana kumbe kumekucha, mbona muda umeenda sana hivi, saa 6 hii, hebu tuondoke tu, tusepe niwahi nyumbani, kila mtu awahi nyumbani, tukajiandae twende kazini. Yani unajua mambo yashaharibika saa hizi, kabidi waweze kutoa gari wapelekane Maombo bwana, wasindikizane. Basi mwanetu yeye akasukuma ndinga mpaka Maomboi, akampeleka bibie kwake. Yani hapa wewe mimi nakupeleka tu bibie, afu mimi nitaenda zangu na usafiri. Je ndo ameona achukue ustaarabu huo ili bibie sije ndoa yake ikafa. Kule kwake anaelewana nako, anamwambia bwana asante bwana kwa kunipa kampani jana, na leo pia anahitaji kampani yako bwana. Wanaendelea kupongezana pale, Jay anafurahia kabisa. Kabidi waweze kushuka, Jay amwache bibi hapo aendelee, achukue vifaa vyake, achukue usafiri, asepe zake. Bibi kashafika Maomboi, kabidi watulie tu hapa, waagane hivyo vya mwisho. Madam anamwambia Jay bwana, yani Jay mimi nashukuru nimeweza kupata vibe, yani toka uje kwako kwenye maisha yangu mimi ninakuwa na furaha, usichoke kunipa kampani, afu angalia usafiri unaochukua usije ukapata shida, wewe ni furaha yangu. Basi Jay anamwambia hamna noma, mimi furaha yako sijali. Jay amerudi nyumbani, anakutana na maneno kama yote kwa mkewe, yani huku ni vurugu. Mke anamwambia umeanza kuchiti sasa hivi, yani umepata kazi siku ngapi unaanza kunilalia nje, unalala nje huko unakula bata, hebu nikunuse kwanza, usije ukaona unanukia maperfume ya wanawake wengine huko nje ya makaaba. Anamnusa Mwamba kuhakikisha kwamba hajalala nje. Mwamba anamwambia hebu nitokee hapo, usiniletee kelele mimi, muda umeenda sana. Mama anamwambia tutaona mimi na wewe nani Mwamba huko ndani. Kila siku bwana John akija ofisini, madam anamuita, wanakula story, yani imekuwa mazoea. Madam ameona John ndio mtu wa kumpa faraja, kwa kila siku akija Jay anamuita bwana, wanakula zao story kidogo, maisha mengine yanaendelea. Basi ikawa ni hali ya mazoea, yani Jay kila siku anaitwa na madam, wanakula zao story kidogo 2-3, alafu maisha mengine yanaendelea. Basi leo ameitwa tena na madam, wanakula story, lakini Jay anamwambia bwana madam, mimi inabidi niweze kuondoka zangu sasa hivi, muda umeenda sana, afu ninakumwahi dogo kwenye kituo cha kulelea watoto. Madam anaambia bwana mimi naelewa unamwahi kweli dogo, afu mimi na miss kampani zako, si unakumbuka juzi tumekunywa mapombe nimeenjoy, basi mimi naona tupige tena mvinyo hapa kabla hujaondoka tuweze kuenjoy tena. Mimi napata faraja nikiwa na wewe. Madam akatoa wine, inabidi aweke mezani hapo bwana, akae na John kidogo wanya. Anamwambia kabla hujaondoka inabidi ushtue bwana, upige kidogo bwana, tupate faraja. Mimi napata faraja nikiwa na wewe John, huwezi kuniacha kizembe. Madam anamkubali John sana, anamfagilia. Kabidi ampe Jay bwana glass pale aweze kupiga, waendelee kuwa na maisha yao, apige vibe hapa kidogo, wasahau shida. Wote ni wahanga wa ndoa, kwa wote wanaelewana, si ni wahanga wa ndoa, kwa nini tusifarijiane? Wakagonga machazi kama yote, wanakula zao maisha kama kawaida. Inapokuja swala wakisha kunywa pombe, wote wanaanza kumwagiana hadithi kuhusu ndoa zao, aisee, changamoto wanazopitia, wanaendelea kuhadithiana matatizo mapya yanayotokea kila siku. Bana ni hatari hawa watu, mpaka wataanza kutengeneza elementi za kupendana. Bana hii series yetu na vipande viwili tu, yani ikitoka hii ikija ngoma nyingine ni final mzee, hamna muda wa kucheleweshana sana, mambo ya vipande vingi. Sasa madam anaenda kumbembeleza John bwana, anamwambia bana Jay wewe poa tu, hata usijali, haya maisha yapo, kwenye ndoa kuna changamoto nyingi, ndo kama hivyo wote tunapitia msoto, lakini usijali, mambo yatakuwa sawa, wewe vumilia, lea mtoto, atakuja kukusaidia baadaye. Madam anampa moyo sana. Hawa watu mioyo imeanza kutengeneza mapenzi, yani hata wakiangaliana elementi za mapenzi zimetengenezwa. Miamba wanajikuta wanaanguka kwenye penzi zito. Hili linaitwa penzi la bosi na mfanyakazi mzee, yani penzi la bosi na mfanyakazi litafikia wapi? Miamba washaanguka kama hivyo, yani mapenzi kede. Bana usisahau kufika kwenye final, yani kipande kinachokuja ni final, wote tusikose. Sasa Miamba anaendelea kuambiana hapa bana, wewe madam samahani sana bwana, nimekosea, yani nimejikuta tu nakubusu. Mwamba anaondoka eti anaona aibu, madam nimesahau bwana mpaka nikakukumbatia. Zilipita dakika 2 kwani ametoka ameona bana madam wewe mimi nimeshindwa kukaza. Anamrudia tena madam mwenyewe ameshindwa kukaza, ikabidi amlukie Mwamba. Mapenzi ndo kama hivyo yashaanguka. Bwana hawa watu washapendana. Usikose kipande kijacho, usikose final mwenetu. Chao.